Joseph Irongo likiwa ndilo jina lake kamili, ila akitambulikana na wengi kama Joey Irungu, jina ambalo lilipata kuweza kutambulika sana kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa ni tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2018. On 30th June 2018 ndipo jina lake Joey liligonga vyombo vya habari. Hii ni baada ya taarifa kuweza kuchapishwa na picha kuenea katika mitandao ya kijamii ya kwamba Joey alikuwa amemchumbia mpenzi wake wa muda aliyekuwa mtangazaji wa muda na maarufu katika kituo cha runinga cha Citizen TV, Jackie Maribe. Ila hapo jana kitumbua kiliingia mchanga kabisa na mipango yake Joey ilimzika mwenyewe. Hii leo nataka tuzamie haswa hadithi ya Joey na jinsi ambavyo walijuana na Monica. Na je, nani aliyekuwa kamtuma Joey Irungu ndipo kwenda kumuua Monica Kimani? Joey Irungu alizaliwa katika eneo bunge la Naivasha, kaunti ya Nakuru, na alikulia kule mpaka alipokamilisha kidato cha 4. Na baada ya kukamilisha kidato cha 4 na kusaka kazi baada ya kuweza kuingia katika chuo cha mafunzo ya tourism ama mafunzo ya kuweza kutembeza raia wa kigeni nchini Kenya, kuweza kukosa kazi, Joey aliweza kupata mpenyo wa kwenda kule nchini Dubai. Na baada ya kwenda kule nchini Dubai alipata kupokea mafunzo ya kijeshi na kuweza kupokea mafunzo ya kutumia silaha, na baadaye akapata kuajiriwa na kampuni moja ya kupeana ulinzi, ambapo alihamishiwa katika nchi ya Afghanistan. Kule Afghanistan Joey aliendelea kuweza kukuza tafrija yake na kuweza kujipa umaarufu katika kazi yake aliyoifanya chini ya kampuni iliyokuwa imemwajiri, kampuni ya kupeana ulinzi. Na mwaka 2018 Joey akapata nafasi ya kurejea nchini Kenya. Aswa akapata kuweza kupewa nafasi ya kuwa mlinzi wa moja kati ya maseneta hapa nchini Kenya. Na baada ya kurejea nchini akapata kuwa katika mahusiano naye Jackie Maribe, uhusiano uliopata kugonga vyombo vya habari, uhusiano uliopata kuongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii. Na tarehe 30 Juni Joey akaweza kutajwa kama tarehe 30 Juni baada ya kumchumbia wakaendelea na mapenzi yao, ila haikutimia miezi 4 kabla ya Joey kuweza kukamatwa baada ya kifo chake Monica Kimani kilichotokea tarehe 19 mwezi Septemba mwaka 2018. Na baada ya kifo kile kutokea, Joey aliyekuwa akiandamwa na kutafutwa na maafisa wa polisi kwa kuwa mshukiwa mkuu katika mauaji yale, alipatikana akiwa amelazwa katika hospitali ya Kijabe alipokuwa akiuguza majeraha ya risasi, ambapo inaaminika majeraha yale Joey alikuwa akiuguza hakuyapokea kwa kufyetuliwa risasi na mtu yoyote, aliyapokea kwa kujifyetulia risasi yeye mwenyewe Joey, ndipo kuweza kuficha asoa alivyohusika katika kumuua Monica Kimani na kuweza kusepa. Maana inaaminika makosa aliyofanya Joey ni kuweza kuiba kitambulisho cha moja kati ya raia ama mwanafunzi wa chuo kikuu aliyekuwa akiishi katika mtaa aliokuwa akiishi Monica Kimani, na kuweza kuingia kule akiwa amevalia kanzu. Inaaminika Judge Zioka hapo jana alipokuwa akitoa hukumu yake alidai kwamba Joey alipanga mipango ya kumuua Monica Kimani kwa muda mrefu, na ndipo akachukua wakati wake na kutekeleza mauaji yale. Hivyo ndipo aliweza kupatikana na hatia ya kumuua Monica. Kwa sasa inaaminika Joey na Monica hawakuwa waandani wa siku moja. Inaaminika Joey na Monica Kimani walikuwa wanajuana kutokea Joey walipokuwa katika shule ya upili, yaani walijuana kutokea kule nyumbani kwao eneo la Naivasha, jambo ambalo bado linazua maswali. Ni nani aliyemlipa Joey kuweza kumuua Monica Kimani? Ni nani aliyeweza kumpa pesa Joey ndipo aweze kutekeleza mauaji yale? Ama Joey alikuwa na motivation gani aswa ndipo kuweza kumuua Monica Kimani?
zilikuwa ni sababu za kibiashara? Ni swali ambalo kila mmoja anajiuliza nchini Kenya kwa sasa. Maana ndiyo amepatikana na hatia, ila katika kesi yoyote ile ambayo inaweza kuletwa mbele ya jaji, lazima muweze kuprove the motive of the murder. What was Joy's motive towards murdering Monica Kimani? It is a story that is unfolding. A lot of questions are being asked. Yeah, a lot of mistakes that many are saying Joy made. But what proves that Joy had the intentions of killing Monica Kimani? Monica Kimani alikuwa akifanya kazi kule, alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa. Alikuwa akifanya kazi kule nchi ya Sudani Kusini na hapa Kenya. Hivyo Monica Kimani katika biashara yake aliyokuwa akifanya ni kana kwamba alikuwa ametengeneza maadui, na wale maadui inaaminika ndio walimlipa Joy. Ila utasemaje maadui walimlipa Joy kumuua Monica Kimani, na aswa amjaweza kuangalia financial records zake Joy, ndipo kuweza kudhibitisha aswa anafungwa na makosa hii, na huyu ndio waliomlipa Joy kuweza kumuua Monica. Aliyekuwa amekamatwa pia kwa mauaji yale ni mpenzi wake Jackie Maribe, aliyekuwa mtangazaji wa runinga Citizen TV. Ila hapo jana mashtaka yote yaliyokuwa yamewekwa juu ya jina lake Joy Irongo yaliweza kuondolewa. Lakini jinsi ambavyo naona Jackie Maribe pia atachukua nafasi ya kuweza kuishtaki serikali ya ofisi ya DPP, Director of Public Prosecution, pamoja na ile ya DCI ya ofisi iliyokuwa ikiongozwa na aliyekuwa kiongozi wa kitengo cha upelelezi cha DCI George Kinoti, kwa kuweza kumharibia jina na kumfanya kuyapotesha maisha yake aliyokuwa akiishi kama mtu ambaye alikuwa akiheshimika katika Jamhuri ya Kenya kama mwanahabari. Kisa hiki cha Joy Irongo, Monica Kimani na Jackie Maribe bado kinasalia kuwa kitendawili kisichotegulika. Maana nikuulize tu, anatuhumiwa kuwa ndiye muuaji mkuu. Tell me the motive of the murder. Give me the evidence that links Joy's account to somebody paying him to kill Monica Kimani. Give me phone records of Monica Kimani and Joy Irongo that proves Joy Irongo and Monica Kimani had an altercation, either business deal gone wrong that prompted Joy to kill Monica Kimani. Still there are doubts even after the evidence that has been collected. Mostly people say it is fabricated, but I won't say that. I will, even after the evidence has been collected and presented to the judge, who went ahead to say without reasonable doubt that Joy Irongo is guilty of murdering Monica Kimani. They haven't given us the motive of why Joy Irongo had to kill Monica Kimani. Yes, kila moja anafahamu ya kwamba Joy Irongo alikuwa mtu ambaye alikuwa na skills. He had the skills. He has been trained in both Dubai and Afghanistan to provide security. He is an elite in regards to handling guns, handling such cases. Now tell me how somebody with such knowledge of even hiding evidence and diverting the police towards the wrong leads went ahead to be tied to this gruesome murder. I want to know. Now, leave your comment on the comment section. Leave your comment on the comment section. I want us to discuss this fully as we get to unfold this case and blow it up. Because, you know what? Joy is going to jail on March 8th. Ila, he has been given between yesterday, which was when he was found guilty, to March 8th, when the judgment is going to be given to appeal his case. So Joy's lawyers have between yesterday, which was on 9th, to on 8th, about a month, to appeal the final verdict that was given to Joy's case. We are waiting. Will the appeal be accepted or rejected? Because this case has become a matter of public interest. You know, many people are saying that there is a foul play. There is a card that is being played behind. You know, people in power can do anything to get away with such cases.
People in power can do a lot of things. So what I want to know, tell me the motive. You people who have already found Joy Irungu guilty of murdering Monica Kimani, out here on our comment section on FM Show KE, go ahead and tell me the motive that led Joy to murder Monica Kimani. The motive is what I want. Give me the motive. Make sure you subscribe. See you in the next one. This is FM Show KE. My name is F. K. Mwenda.